Okay, huyo anasema samahani, mimi ni mwanamke niliyepo kwenye mahusiano ndani ya miaka mitatu, lakini mpenzi wangu ana changamoto ambayo inamfanya asijifeel comfortable katika swala zima la tendo la ndoa. Naomba uweze kumsaidia changamoto hiyo kama inawezekana. Okay, mwanaume anaposhindwa kuwa comfortable kuweza kushiriki na wewe tendo la ndoa, mwanaume anaposhindwa kuwa comfortable kihisia na wewe, je, nini kimepelekea kwenye uhalisia kama huu? Ni nadra sana kukuta mwanaume yupo katika situation kama hii. Kesi nyingi ambazo huwa nazipokea ni za wanawake ambao wanalalamika kukosa hisia kutoka kwa waume zao, ikisababishwa na sababu kadhaa. Lakini inapokuja kwenye kesi ya mwanaume, hii ni hatari mara 3 hata zaidi ya mwanamke. Naomba nirudie hichi kitu. Inapofika kesi mwanamke, mume wako akakosa hisia na wewe, kwa sababu ni nadra sana mwanaume kukosa hisia na mke wake. Hii ni mara 3 zaidi ya mke au zaidi ya mwanamke madhara yake psychologically, lakini pia kimwili. Hivyo basi ni vema sana wanandoa kupata muda wa kuyaongelea mahusiano yenu. Ni rahisi kuweza kusema kwamba mimi niko busy natafuta pesa, lakini ukisahau kwamba wewe na mume wako mlikuwa connected kihisia, huenda kuwa matamanio ndio yaliyotangulia, alafu baadaye zikafuata hisia, baadaye ukaja upendo, na huyu mtu akaamua kukufanya uwe mke wake, akaamua kukufanya uwe mume wake. Ukisahau kwamba mlikuwa connected kihisia na hisia sasa hivi hazipo, na ukashindwa kutafuta namna gani ambavyo utakavyorejesha hisia, ukawa na ushenzi na upumbavu wa kwamba mimi niko busy natafuta hela, itakula kwako. Kesi za wanawake ambao wanaume zao wamewapa paka magari nilizonazo ni nyingi sana, lakini huwezi ukakuta wanafurahia tendo la ndoa.